mgao wa fedha kwenye serikali za kaunti. Ikiwa seneti na bunge kuu hawatatoa jambo hili warudi kutoka likizo, inamaanisha kwamba hatutaweza kulipa watu wa kandarasi kadhaa, hata tutakuwa na changamoto za kulipa mshahara. Na hiyo inamaanisha kwamba kwa sababu miezi mitatu ijao tutakuwa hatuna hela, kwa sababu tujapata hela ya miezi mitatu ya mwisho, inamaanisha kwamba hatuwezi kulipa watu wa kandarasi, hata hatuwezi kulipa wafanyikazi. Kwa sasa baraza hilo linayataka mabunge hayo mawili kuitisha vikao vya dharura kuidhinisha pesa zitakazotumwa kwa kaunti kwa ajili ya kufanikisha kuendelea kwa shughuli zake. Inamaanisha kwamba serikali za kaunti zitakuwa zimefungwa, zitakuwa zina hela ya kulipa watu wale wanatakana walipwe. Na kwa hivyo sisi tunaona kwamba hili ni jambo la dharura, ni jambo linataka lishughulikiwe, ni jambo linaangamiza ugatuzi, na tunauliza wahusika wote wajichukue kwa uzito wake. Na aliyekuwa OCS wa kituo cha polisi cha Chuka Joseph Kinyua, ambaye aliuawa na wanakijiji amezikwa hii leo eneo la Karatina, kaunti ya Nyeri. OCS huyo aliuawa alipokuwa akielekea kuwasaka washukiwa wa mauaji ya chifu wa Kamahindi Jafeth Mikingu baada ya kuzozana na wanakijiji waliomuua na kisha kuuchoma mwili wake. As we serve the Lord, we can die anytime, and we must continue with this work. And if God says we are going to die in the army, let us die. And may God bless you, and let us keep peace. Let us rethink our actions. Lakini nakumbuka marehemu Kinyua, baada ya muda alikuwa anapiga simu akiuliza mimi namwambia tunaendelea. Kumaanisha kwamba ni mtu ambao alikuwa na haja na wale wengine, atakuajulia na kuajulia neno. Kufikia sasa washukiwa 15 wamekamatwa na kufikishwa mahakamani, ambapo wanazuiliwa kwa siku 15 huku uchunguzi ukiendelea. Wanaume nchini wamesalia kimya licha ya kupitia dhulma kwenye ndoa zao, hali ambayo imewasababishia wengi wao tatizo la msongo wa mawazo. Haya ni kwa mujibu wa mwenyekiti wa muungano wa maendeleo ya wanaume Nderito Njoka, anayesema baadhi ya wanaume wameishia kujitoa uhai. Mwanamke kazi yake ni kupiga duru, hata ukimchuna anapiga duru. Lakini hata ukichuna mwanamume namna gani hawezi piga. Zilizotengwa sehemu tofauti nchini ili kupata mafunzo mbali bila malipo. Our mandate will not be complete unless now we talk about what else are we doing as a nation to ensure that we do have a policy and strategy governing the promotion and creation of employment, training the youth in terms of various skills. And as an authority, we would want to see how this translates into employability with the kind of skills that are there. Pateta anasema baadhi ya mikakati hiyo ni pamoja na kuwawezesha walio na ujuzi kutekeleza jukumu muhimu katika ujenzi wa kitaifa. Habari za kimataifa. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ameliamuru jeshi kuimarisha uwezo wake wa mashambulizi wakati akiongoza majaribio mapya ya makombora mawili ya masafa ya kadri. Haya yanajiri huku taharuki kizidi kuhusu majaribio hayo ya makombora ambayo yanatazamiwa kama kuonyesha hatua za maendeleo kwenye mfumo wa makombora. Wito wa Kim unakuja huku Marekani ikikamata meli ya mizigo ya Korea Kaskazini kwa kile ambacho Marekani ilidai ni ukiukaji wa vikwazo vyake na vya Umoja wa Mataifa. Mazungumzo kati ya pande hizo mbili yamekwama baada ya mkutano wa kilele kati ya Rais Donald Trump na Kim Jong-un kuvunjika kufuatia matakwa ya Marekani kuwa Korea Kaskazini iondoe kabisa zana za nyuklia ndipo vikwazo dhidi yake viondolewe. Na kufikia hapo nafikia kikomo cha awamu hii ya Shajara. Kutoka kwangu na kutakia weekend njema. Jina langu Monica Kamukwa. Biblia husema Shajara, habari za punde kwa uhakika. Biblia husema Shajara imeletwa kwako na Dhahabu Land Limited kwa shilingi 65,000 pekee. Jipatie ploti ya 50 by 100 kule Dhahabu Green City. Usafiri ni bure kutumia Jambo Jet. Pia utapata holiday ya siku 2 kule Malindi Angels Bay. Piga simu nambari 0707 177 177. 96.7 Biblia husema broadcast. Yana na furaha kwa sababu Yesu ananipenda. Nairobi. Tukutendereza Yesu. Nairobi. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la la.
Ujambo msikilizaji wa BHB, majina yangu ni Daktari Peter Macharia Murugu, mwanzilishi wa Murugu Natural Nutrition Clinic, matabibu wa afya tukitumia dawa asili, dawa kienyeji, dawa hapa Kenya ambayo imefanikiwa katika kutoa tiba kwa magonjwa sugu. Tunadai lililodhibitika katika maktaba yetu kwamba 95% ya magonjwa sugu yote tumeyaweka chini na tukiyaratibishia muda wa kuyatibu yakaisha kabisa. Siku ya leo ama masaa haya nataka kueleza juu ya ugumba, utasa wa mwanamke, na ikiwezekana nitaguza kidogo ugumba wa mwanamume. That is kushindwa kuzaa kwa mama na kushindwa kuzalisha kwa mwanaume. Itajulikana kwamba inawategemea wale wawili 50% kila mmoja, 50-50 kutokeza kuchangisha kizazi. Asipokuwepo mwanamke hawezi zaa peke yake. Asipokuwa mwanaume hawezi itwa baba. Na kwa hivyo katika haya kunahitajika wote wawe na afya inayotumisha mizani, na ili kinachohitajika kuibua mtoto cha baba kipatikane, cha mama kipatikane, na tendo liwepo, na mwisho mama aende maternity, na anapokuja kikwetu tunapiga nduru 5 kwa ajili ya kijana na sijui 4 za msichana atakapopatikana msichana ama kijana. Hii haijakuwa hivyo kwa jamii wengi, hivi kwamba wengine wamefikia kupeana taraka, kudivorce, kuachana. Hii kwa sababu mtoto aliyetafutwa hapatikani. Mwanzo wa ushahibu wa watu wanaoishi pamoja ni mapenzi. Mapenzi baadaye yanahitaji kuzusha vitu. Utasa wa mwanamke utasababika wakati ambapo mbegu ya mwanamume itakosa kukutana na ya mwanamke. Kuna mambo yanayojulikana yanayosababisha mambo haya. Moja, kama mbegu haitapatikana, that is ovulation haitaachiviwa, na kama ovulation itaachiviwa na mume hako karibu, unaweza kuwa ni sababu. Na pia kuna vitu kama vile fibroids, growth ambazo zinamea katika utungu wa mwanamke, ambazo zitasababisha yule mbegu kupita. Blocked tube, mirija ambayo inaleta mayai ya mama yakifungana, na ingine inaitwa ovarian cyst ambazo zinalalia mayai kuzuia ya machue. Hizo ni hali za wanawake ambazo zinasababisha wasishike mimba. Watu wengine wamejisababishia shida hii kwa kutumia madawa wakati wanajizuia kupata mimba, and especially ikiwa msichana mdogo, wenye kutumia dawa matembe yanayoitwa E-pill. Ujapotumia E-pill mwanamke ama msichana wewe wa shule ama wapi, au uitumie kama family planning, uitumie mara 2 kabla ya miezi 3, basi utasababisha shida katika kizazi wakati wa kuhitaji kuzaa. Wengine wameavya mimba. Katika kuavya mimba unaharibu nyungu ya mtoto, na hivi kwamba itakapokuja mbegu zimekutana zinataka kujishikilia kwenye uterus, iliharibiwa, zinakosa kushikilia, na hivyo mimba haitakuwa. Wengine wamefanywa upasuaji, especially wakiwa wako na ovarian cyst ama blocked tube ama fibroid, na wanapofanywa operation, wale wanaowafanyia wakati mwingi wanawaahidi utaenda kuzaa, lakini uhakika wa mambo ni kwamba kupata mtoto kunakoseka, chances zinapungua sana, kiasi cha kwamba one of the internet ambayo inaitwa Wikipedia, ukienda ulize success rate ya gyna operation ili mtu azae, watakwambia ni 3%. Kabla hujapasuliwa ama baada ya kwenda kupasuliwa, tunajibu ambao linapatikana kwa dawa asili. Na hivyo na watahadharisha pia kwamba mtakosa sifa nyinyi mnaofanya upasuaji wa ovarian cyst na blocked tube kwa sababu na fibroid, kwa sababu waliofanywa wengi wamekosa kufanikiwa kupata watoto. Katika kupima kama uko na blocked tube ovarian cyst, kuna vipimo, picha aina 2 zinazofanyika. Moja inaitwa ultrasound scan, ingine inaitwa HSG. Ultrasound scan itaangalia mayai, lakini ile ya tube nayo HSG itasaidia kujua kama tube zimefungana ama zimefungika. Kama hujahojiwa tutakuhoji, tutatangulia kukuhoji kwa sababu ndio wewe utawakilisha kwamba tube zako zimefungana, na yote yanayohitajika tutafanya. Mzee naye anahitaji kupimwa mbegu zake ili tubainishe kwamba kasoro iko wapi. Fibroid
blocked tube, ovarian cyst tunatibu kwa miezi 4, na tuna watu wengi wametaja watoto wao kwa jina langu la kwanza kwa sababu niliwafanyia kupata mtoto wasipokuwa wangepata mtoto. Naitwa Daktari Picha Macharia Murugu kutoka Murugu Natural Nutrition Clinic. Namba yangu ya simu unaweza kunipata kwa hii 0722 9977. Kero monto bono nigere chandiriti kwagacha enyumba ya ye mwatiga enyumba ya Nyasaye ritumbe Nyasaye erobeire. Kero monto bono nigere chandiriti kwagacha enyumba ya ye mwatiga enyumba ya Nyasaye ritumbe Nyasaye erobeire. Nyasaye erobeire chibesa chinge endagera nyatabo enionereo agache kanisa ya Nyasaye erobeire chibesa chinge endagera nyatabo enionereo agache kanisa ya Moko busura chibusuro chinginge korende mwagesa chinge naende moko ewa engeria mwayebeka aseme bukebo chogete. Nigo moko busura chibusuro chinginge korende mwagesa chinge naende moko ewa engeria mwayebeka aseme bukebo choge Nyasaye rokoire chibesa chinge endagera nyangabo enionereo agache kanisa ya Nyasaye rokoire chibesa chinge endagera nyangabo enionereo agache kanisa ya Tirago che bitunwa morole